walishaanza kujivunja kitambo sana, na wengine walipanga kujivunja robo saa ya mchezo. Hizo mpya. Wakamwambia sikilizeni, twendeni hivyo hivyo. Unanipata vizuri? Sawa, pre-match meeting wamefanya, wanatuenjoy. Ilikuwa ni sinema tu ile pale. Ile pale press conference ya makocha ilikuwa ni sinema tu. Maana yake Ambokile Simba walikuwa wanajua wanachotaka kukifanya. Simba walikuwa wanajua na kanuni wanaifahamu. Na kuuliza wewe, Bravos ilikuja hapa kucheza na Simba. Ilifanya mazoezi Benjamin Mkapa? Haijafanya. Kwani mazoezi kufanya lazima ufanyie uwanja ule ule? Hakuna. Yanga ilicheza na Rivers United, ilifanya mazoezi? Mechi walicheza kucheza? Sasa Simba wameikimbia Yanga Afrika. Wewe ile Yanga unapitia wapi? Na hakuna kitu ambacho Yanga walipanga kukifanya, kupiga kwenye kichwa kama mechi hii hapa. Si bado napumua? Walipanga kupiga aswa. Tungefundishana hapa adabu. Baada ya hapo Young Africans waliwatafuta Simba mpaka Bunju. Ndio. Nalo ni tukio la kibusara. Mwenzako katulia anasubiri utaratibu wa bodi ya ligi na uchunguzi ufanyike, wewe unamfuata mpaka uwanjani kwake, nyumbani kwake. Hii ni busara pia Ambokile? Mimi ambacho ninachoweza kusema kwenye hii kampeni ya kumsaka Mai. Hii kampeni ya kumsaka Mai, Yanga niwaambie iendelee. Wamtafute Mai popote alipo mpaka akamatike. Ni mambo ya kishamba. Waisake popote ilipo. Unaipata vizuri? Kwa nini? Bodi ya ligi. Leo tunaumiza vichwa. Jamani, kwa nini waamuzi wetu hawaeleweki? Kumbe bwana, mtoto wa nyoka ni nyoka bwana. Tazama ambacho kimetokea. Sheria ziko wazi kabisa. Ziko wazi. Toa sheria. Juve wanakwenda kutoa mchezaji anachukua Ballon d'Or. Wanakwenda kushushwa daraja Juventus. Unanipata vizuri? Dabi ya kwanza Afrika, Zamalek na Ahly. Zamalek haifiki uwanjani inapokwa alama ngapi? 3 na magoli 3. Simba ya nani? Ila kwa sababu bongo mahaba ni makubwa kuliko taaluma, ndio maana kutafsiri sheria hatujui. Ambokile ulisema mashabiki wa Simba wana matatizo ya afya ya akili. Hasa hao wanaojiita ma-influencer. Na hivi sasa wametoka wazo wamesema tunashukuru uongozi wetu kwa sababu tumechoka kuonewa. Vipi? Tatizo lao la afya ya akili linaendelea kuwepo kwa sababu wanaona wanaonewa, ndio maana imekuwa stahiki yao kutokubali mchezo kuchezwa. Shabiki yoyote wa Simba ambaye anaunga mkono hoja hii, tunampeleka Chama dispensary kwa sababu ana changamoto. Haiwezekani. Yaani unaungaje hoja mbovu kama hii? Ndio maana nilisema niliwapa kazi washabiki wa Simba na wanachama. Timu yao kufuzu robo finali 5, waniambie wana mchezaji gani active ametoka timu moja kuja timu yao, aidha kaisha robo finali yuko pale? Hakuna. Unanipata vizuri? Hakuna. Maana yake nini? Hawa sio watu wa kuargue mambo ya msingi kwenye klabu yao. Haiwezekani. Sasa wewe unaunga mkono hoja mbovu kama hii? Hoja mbovu kama unaunga mkono hoja kweli? Kama wanaendelea kuunga mkono hoja mambo ya ovyo namna hii, ubingwa utausikia kwenye bomba. Nakwambia ni kweli. Kama Simba wanaunga mkono hoja hii, ubingwa watausikia kwenye bomba. Labda wapewe na kamati. Nao Young Africans wamesema hawatocheza mchezo ambao ni nambari 188 wa ligi kuu hata ukipangwa siku nyingine yoyote. Hii ni sawa pia? Mimi ninachoona ni kwamba Yanga wanataka kuwapima kamati. Wana maamuzi aina gani? Na nakuthibitishia hapa hii mechi wa kuruhusu ichezo tena kwa hekima ni Rais Samia peke yake. Sasa kama mechi kama hizi tunazipeleka kwa Rais Samia, kweli shirikisho litakuwa lina afya? Mmeshindwa kufanya kazi, tunafanyaje sasa? Manake hii mechi wa kuingilia kati ni Rais Samia Suluhu Hassan. Na wewe unaona ni sawa? Utafanyaje sasa hapa? Hatuna watu sasa. Tunafanyaje? Manake sheria zipo. Bwana, fuateni sheria, hamtaki, mnaoneana aibu. Tufanyaje sasa sisi? Mechi kama hizi tunazipeleka kwa Rais Samia, kweli shirikisho litakuwa lina afya? Mmeshindwa kufanya kazi, tunafanyaje sasa? Manake hii mechi wa kuingilia kati ni Rais Samia Suluhu Hassan. Na wewe unaona ni sawa? Utafanyaje sasa hapa? Hatuna watu sasa. Tunafanyaje? Manake sheria zipo. Bwana, fuateni sheria, hamtaki, mnaoneana aibu. Tufanyaje sasa sisi? Umenipata vizuri? Na hata Rais Samia penyewe naye akiingia inabidi tu atoe taarifa ya kinyele. Jamani, hebu fanyeni mnavyoweza basi, fanyeni mnavyoweza. Wakijua FIFA huko tunafungiwa ligi hapa.
Unanipata vizuri? Kwa sababu mpira na serikali vitu vili tofauti. Licha kwa serikali ni mdau namba 1 wa michezo. Lakini mashinikizo yakitoka tu huko bala. Kwa Rais Samia hii mechi, huu ndio muda wake sasa. Rais Samia wa kuweza kutoa tatamko la kinyele chini kwa chini. Kalia mwite, malizeni, acheni ya mambo. Ninachokiona ni busara na hekima itaendelea, lakini kwa sasa kwa bodi ya ligi na kamati kiongozwa na Steven Nguto na mwenzie katibu mkuu Almas Kasongo, upi wito? Wito wangu mimi kwa bodi ya ligi, kwanza wajiuzuru wote. Unasema? Wote wajiuzuru kwa sababu wameshindwa kutafsiri sheria ambazo wanazo kwenye makabati yao. Wanazo kwenye madokumenti yao. Sasa tuambie nini sasa? Yaani tuseme kwamba watuombe radhi au? Kwa sababu ukiangalia waraka wa kamati wenyewe haujaomba radhi wa Tanzania. Kujiuzuru ndo dawa. Waingie watu wengine, tuone na watatufikisha wapi. Waingie watu wengine. Hawa wameshindwa kabisa. Wameshindwa. Kwa sababu hii ni double standard. Mechi nyingine watoa adhabu, nyingine watoa. Kwa nini haiwezekani? Ndio yale Simba bila Yanga itacheza na nani? Tufuate sheria. Inasema nini? Tufuate sheria. Na nimemsikia mmoja anasema Tanzania bila Simba timu gani itaigwa kwenye michuano? Ni mawazo mabovu sana. Ndio yale Simba na Yanga akijenga uwanja, si ndio? Benjamin Mkapa itakuwa na nani? Na waulize ni swali. Uwanja wa Wembley wanacheza kila siku. Sasa kwa sababu moja kati ya vyanzo vya mapato kwa klabu ni kuwa na uwanja wake wa nyumbani. Unanipata vizuri? Manake mimi nakwambia Simba Yanga tu akijenga uwanja wa shabiki 15,000 hawezi kujaza kila siku kulingana na maisha ya Watanzania. Hakuna Mtanzania ambaye anapenda kwenda uwanjani kila siku. Hawa na uwezo wa kwenda uwanjani. Wale wanajipanga. Ndio maana kuja kuona hata Simba na Yanga wanajaa kibao. Lakini kwenye mechi za kawaida Simba na Azam mechi uwanja ulijaa. Sasa kwa ni mawazo potofu kabisa. Tufike mahali vilabu. Unanipata vizuri? Kama wewe unajisifia upo kimataifa, lete timu uwanjani. Sasa wao wanasema wamenyimwa stake zao na haki zao za msingi kufanya mazoezi. Stake zao zipi? Kufanya mazoezi. Simba wanasema wamenyimwa stake zao za kufanya mazoezi na wakati wao na wao wamevunja kanuni. Unanipata vizuri? Maana Simba wamekosa ile haki yao kwa sababu wao ndio wameanza kuvunja kanuni. Kanuni inasema toa taarifa kwa maafisa wa uwanja, toa taarifa kwa maafisa wa Young Africans. Na hata ripoti ya kuahirisha mechi kwenye maelezo ya kamati inasema wazi, baada ya kupokea ripoti kwa maafisa, si ndio, imebaini kwamba Simba imevunja kanuni ya mawasiliano. Unadai haki gani sasa? Yaani wewe kwa mtu unajiendea tu from nowhere, sio chooni pale. Barua ya wazi ya Young Africans inasema kuna kipengele kutokana na mfululizo